Clouds TV, empowering lives. Tu Bwana, ninakuinua siku ya leo. Naomba nipate nafasi kwenye moyo wako Bwana. Mwambie Bwana kutembelee leo, sikuache. Mambo ndio yamekuwa magumu, mwambie nitembelee leo Bwana. Mambo yamekuwa mazito, mwambie Bwana kutana na mimi leo. Mwambie Bwana siku ya leo, kama kuna mahali unaomwambie tu Bwana, inaweza kuwa mwili mdhaifu, naweza kuwa nina maumivu, lakini najua wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu unastahili, wewe ni Mungu unatosha, wewe ni Mungu unaweza, wewe ni Mungu unastahili Bwana. Hatujapata kama wewe, hatujaona kama wewe, masikio yetu haijasikia Baba kama wewe, kimbilio kama wewe, kiongozi kama wewe, mchungaji kama wewe. Wastahili Bwana, wastahili, unatosha Bwana, wastahili heshima, wastahili maabudu, wastahili, wastahili Bwana, unatosha Bwana. Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? 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 Wastahili heshima, wastahili maabudu Bwana, wastahili. Inua mikono yako juu, tuinue mikono juu, maana uwepo wa Mungu umeshuka. Yesu, tunakuabudu, tunakuabudu. Mwalimu mwema, tunakuabudu, tunakuabudu. Mwokozi Yesu, tunakuabudu, tunakuabudu. Mwalimu mwema, tunakuabudu, tunakuabudu, tunakuabudu Baba, tunakuabudu, tunakuabudu Baba, tunakuinua, tunakuinua Baba, tunakuinua
tunakuinua, 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 tunakuimbia, 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 Mwokozi Yesu, tunakuabudu, Mwokozi Yesu, tunakuabudu, Mwalimu wema, tunakuabudu, kimbilio langu, ninakuabudu, Mwokozi Yesu, tunakuabudu, Mwokozi Yesu, tunakuabudu, Baba, tunakuabudu, tunakuabudu Baba, tunakuabudu, tunasema ni asante. Muda mwingine umetupatia huu ndio tuweze kuelewa na kujua mafundisho yako, na tuelewe jinsi unavyotaka tukakae na tukafanya. In Jesus mighty name. Somebody say amen. Amen. You may be seated. Mudo agai kuja tu wakati gapagi yako haudhi wakati neteraigwa ndingekurekereria roho ahianogo tondu ni uguthi kuruta mitugo miuru na haja ukatuha. Simama tu hapo. Somebody here, pastor. Mwathani Ngai witu niwe wombire iguru no kiumba thi, niwe wetire Musa mabangite kumuraga, na aria mamuragire magituka nio mamurithia, nio mamukuria nginya akithie kwibundithia na akirutwo bara, akihota gukura ciana cia Israeli kuma ukombo-ini. Ni njui baba ni turi na maundu maingi matugiragiriria tukinyanire, magiragia tukinye gutuika togu watuire njambeo, na kiuma hau egethie gicamania na iretu akuria acokire kuona wikaro na akimateithia, athi kuria athire baba agituika mwana wa Jethro, na kuma hau ukimutora kinya kirima iguru, na akinya kirima-ini agikuona. Muthi no ni ndungata yaku ni umurehire guku no ni atururikite na akaga kuona na akagĩa na marundurundu. Umuthi uyu baba ndenda kumuthereria na kumwehereria kiria giothe kingigiria akaona utugi waku, akona riri waku, akona kigokona giaku. Baba ndamuitĩrĩria maguta maya toria Samueli aitĩrĩirie Daudi, akimwamũrithania kumana na meciria na merirĩria mathĩ, akimwĩkĩra thĩinĩ wa ũthamaki waku Ngai. Reke ndungata ĩno yamũkĩre na ĩtuĩke na ũthamaki waku toria waheire Daudi, na tungate no tungata wa Daudi thĩinĩ wa rungu rwa maguta maya Melishedeki, kumania na ũmũthĩ nginya tene na tene. Reke amũkĩrĩke igũrũ na gũkũ thĩ. Kira giothe kirahithite thiini waku reke kiambie kuruta wira riu in Jesus mighty name. Yes.
Nyogo. No, amen. Thank you. Master Kura. Yes. No hoka. Kira giothe gira kuohete ni kiehera. Migambo ĩrĩa ĩraragia igũrũ yaku yothe nĩ yehera. Irumi na ing'ũki na migambo thakame-inĩ na mĩhĩrĩga-inĩ ciothe, you are free now to serve God. Arĩa makuohire ikundo icio ciothe nĩ cia kũrekia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tungata Ngai. Thank you. Tusome kitabu cha Joshua 5. Tuanze Joshua 5. Tuanze hapo ya kwanza. Joshua 5 verse 1. We are discussing about Gilgal is painful. Bwana Yesu asifiwe sana. Gilgal is what? It's very painful. And from today, because you are going to be circumcised, I know most of you are going to cry. But after circumcised, si unajua unatoka kipi, unakuwa mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Omude ni gwatora ni nohe, uga ohe. Wale ambao wanasikia hiyo lugha, leo ndo tunamaliza upi. Sasa tunaingia tunakuwa wanaume. Sasa kutoka hapo tutaingia kwa nyumba ya nani? Nyumba ya nani? Nyumba ya nani? Inaitwa? Hiyo nyumba inaitwa nani? Hiyo nyumba inaitwa nani? Inaitwa Bethel. After circumcision, you get to God. So whatever that has been happening in your life, chochote ambacho kimekuwa kikifanyika, anything that has been hindering you, kama haitatoka leo, maana katika circumcision kuna vitu vitatu hufanyika. Vitu gapi? 3. Moja ni gani? Pili. 3. Gosi. Wene God wedete. Kitu cha kwanza ambacho ukifanyika, there is circumcision, the actual cutting. Number 1. Number 2, kuna kupelekwa nursing, kuponyesha. Na ya 3, kuna kutoka graduation. Na katika hizo stage 3, kuna possibility ya kupona, kuna possibility ya kudelay, na kuna possibility ya kukufa. Hallelujah. The last time I taught about this, nilifundishana hapa, kulitokea kuna watu walikufa, kuna watu walipona, na kuna watu walidelay. Kukufa ni kwamba spiritually you die. Hata kanisa unahama, maana umekufa, umekataa, umebleed mpaka umekufa. Hallelujah. Na kuna watu wanapona within 3 days, unaona mtu amepona anaruka, unakuta kimujamaa kinacheza mpira. Na kuna mtu anamaliza, it's supposed to take 8 days, but again kuna watu wanaenda mpaka 30 days. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is also depending on how the word is going to capture you, on how this thing is going to capture you, because healing today, jambi kutoka upi kwenda kwa wanaume ni kumaanisha a transition, doing a covenant with God. Because circumcision was a covenant. Yes, you can go now. Now you are free. Dehe guoko. Gorathime. Guoko kukudeda huo wikira hinya. Nyita. Do nyite. Nyita kirathimo. Igerera guoko gwaku hau. Uthi wigerere andu moko na mahone. Ndoge no tonga munene. Na mbeca cigwitikire. Na kuria guothe uguthi witikirike. Na arĩa mararũgamĩte mbere yaku, na arĩa mokĩte mũtũrĩre-inĩ waku matari a Ngai, more na magũrũ, na acio magũthiũrũrũkĩirie othe mamomoke in Jesus mighty name. Yes, yes. Mutige. Rĩu rĩ, then when tuko verse 1 inasema all the Amorites, yani wakapi wa Amori, the kings of west of Jordan, and all the Canaanite kings along the Mediterranean Sea, heard that the Lord had dried up the Jordan. Wakasikia ati huyu Mungu, mweke akae mahali. Wewe fanya hivi, ni ulihete, umelipa pale, patia huyu mmoja aende akulipie, wakwambie ile gari tajaa uitwe, upumzike hapo kidogo. Tiago diwe mogoroki. We sawa? Eda. Barabara ndio hiyo.
Yani wakaambiwa venye maajabu ilifanyika Jordan, and how God dried up, akakausha mto, watu wakavuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Then until the people of Israel had crossed it, they became afraid. Yani ile walisikia ile story, wakasikia uoga. Yani ta imagine venye Mungu ametupigania kwa hii nyumba. Wakati tutaandika story, si watu wataogopa? Kwa sababu tutaandika story lili, ile maneno ilitendeka kwa hii nyumba, na ilitendwa na akina nani kwa hii nyumba, na tutaandika mpaka majina ya wale walitenda na wale walitufanyia maneno, mpaka watoto wako watakuwa kuuliza kweli hii maneno inaweza kufanyika. Maneno kama hii inaweza kuonekana, maana ile maneno imefanyikia hii nyumba. Hakuna nyumba nyingine imepatana na maneno kama hii. Ile uchawi imekuwa hapa. Baba, umekuta tumesakamusaisiwa. Mimi circumcision yangu nilipelekwa kwa mlima, nimetengenezwa vizuri, mpaka nimekuja nikijua kweli kuna circumcision. It is painful. You cry, but you are crying to nobody. Nobody you can seek help, because you haujui charity ni wa grupu gani. Hallelujah. Yaani uwezi kupigia charity simu umwambie niombe, maana hujui ni wa kikundi gani. Uwezi kupigia waboi hapa simu, maana hujui ni wa sekta gani. Because walikuwa na masekta, group ya mashambulizi. Wanashambulia kama kule Tehran na Iraq na Iran, kama Herzegovina na Yugoslavia wakilimana, ama kule kunaitwa kule watu wanapelekwa ni wapi? Ukraine na Russia. But God is great. When God decides and chooses and says that I'm going to be with you, nobody can be against you. You will conquer. You will win. Verse 2. You will conquer and you will win without a sweat. Bwana Yesu asifiwe sana. Once you qualify for this move, then the Lord told Joshua, make some knives out of flint and circumcise the Israel. Joshua kaambiwa. And the Lord told who? Joshua, tengeneza some knives out of flint. Yani uchukue kichuma, upigapige mpaka kitengeneze tohio. Mungu hajamwambia ni ya nini. Tengeneza, piga. Kakisu kakapigwa pande na pande huu. Alafu sasa uende utafute mahali kuna matope kama waluya. Then verse 3 please, quickly. So Joshua did as the Lord had commanded. Did as the Lord had commanded, hearing the voice of God and following the command of God. Joshua did as commanded. He did not do as the experience. He never asked questions or wanted to know, why God do you want us to circumcise? Bwana Yesu asifiwe sana. He did as commanded. When you do things as commanded, as told from God, nobody will be an obstruction. Nobody will stop you. Nobody will be against you. Every weapon fashioned against you, utakonka, utawashida, utawaangusha. Any power against you, itaaguka. Don't be worried. As long as you are doing the will of God, as long as you are where God wants you to be, as long as you are standing with the word of God, do not be afraid of them. No matter how powerful they are, no matter how strong they look like, no matter how special they be. Weka kabisa kidogo. No matter what they do, it doesn't matter. Do not be afraid of them. And this is what God told Joshua. Do not be afraid, nor be dismayed, because I'm with you. Because I'm walking with you. Because it is not you. Because Joshua was not ready for this. Joshua was not ready for this. He had never been prepared. Hakuwa ametayarishwa, hakuwa amepangwa ati siku fulani utakuja kufanya hii kitu. He was never prepared. Just Mungu aliua nani? Aliua Musa. Kisha kaenda akamwambia, mtumishi ule ulikuwa unatumikia anaitwa Musa, si unamjua? Amekufa. Na Mungu akaenda kidogo, lakini kama hivi atafanya hivi, nenda jipage na mke, maana nataka upeleke ile kazi alikuwa anafanya, nataka uiendeleze. Sasa Joshua akashindo. Na nilio kuna siku Musa aliambia Joshua, twende tukaone Mungu, akamwambia wewe ndio uliitwa. Wewe ndio ulifanya nini? Wewe ndio uliitwa. Ndio ukaonana na huyo Mungu peke yako, wewe tuletee ripoti. Ile kitu sitafanya, hii nyumba yako hapa sanctuary nitaichunga. Lakini wewe ndio ukaonana na Mungu. Maana kuna siku Musa aliitisha tu Mungu aonekane kidogo. Ile umeme iliwaka. Joshua kutoka siku hiyo akaambiaga Musa, go alone. Mimi ile kitu niliona sitaki kuona. So Joshua did as the Lord had commanded him, and he circumcised the Israelites at the place called Circumcision Hill. Hallelujah. Circumcision what? Kamulima. Na sasa nataka kuimagine
nikamulima kanini kagosi. Ile Charity ametuambia ngozi gumu ya watu wa 40 years. Maana walisuspend circumcision wakiwa Egypt. Maana walikuwa nafikiria it's 8 days. Hiyo siku 8 wakasema tupeleke watu tutikoruitheria haha. Tumarigie twakinya muone na thiko inyanya ari tuanze safari ya kusakamusaisi watu. Sasa wakati suspend, and this is where I want you to get understanding. When you remove God from your life, what happens? Circumcision was commanded to Abraham and Isaac because God wanted to form a covenant. And a covenant of God is a blood covenant. Ndio akamwambia amwage damu, akatwe, akakalia kiti jongwa, akakatwa. Ikilipokatwa hiyo damu ikamwagika. Wakati damu inamwagika kwa mchanga, ndio mchanga ndio inapelekaga ripoti kwa Mungu. Maana Mungu hakuongeleshaji wewe, anaongeleshaga mchanga. Because wewe ni product ya mchanga. So mchanga ndio usikilizane na wewe, na ndio ulete peleke ripoti kwa Mungu, ndio uonekane uko obedient. Ndio maana walikuwa nakata, damu inamwagika wapi? Kwa mchanga. Ikimwagika kwa mchanga, ripoti ikapanda biguni. Sasa mtu akafanya na covenant gapi? 2. Gani na gani? Covenant moja alifanya na mchanga. Ndio mchanga ikubali kumupatia vitu. Kwa hivyo akapatia mchanga chakula yake. Ndio mchanga ikubali kupatia na nini? Chakula. Kuna maisha ya mtu, akae maisha mzuri. Number 2, akakuwa na covenant na Mungu. So kukakuwa na agreement ya watu wagapi? 1 mchanga, number 2 mtu, number 3 Mungu. So this is a pact ambayo waliagana na wakakubaliana. Now that nimekupatia vitu zako, na wewe nipatie vitu zangu. Na kutoka hapo Mungu akaanza kutembea na Abraham. Na after that Abraham was given a covenant, another covenant with God. Inaitangwa Abrahamic covenant, the covenant of blessings. Na akapata blessings ambazo kutoka siku hiyo watu wote dunia hii wanaitanishangwa na covenant ya Abraham. Sisi tuko hapa, nikitaka kubarikiwa ninaitisha covenant ya nani? Ya Abraham. Because Abraham alitoa vitu mingi sana za kujishikanisha na Mungu. Na hiyo ndio ile kitu nataka tuelewe. The sin of iniquity alipambana nayo akaiwagusha. Maana alitoka kwa baba yake Tera, akaenda mpaka kwa mlima kupatia na mtoto. Akakutoa sin ambayo inaitagwa iniquity. The sin of iniquity ni ile sin imefanywa na baba yako na mama yako. Si ile wewe umefanya. Na sin of iniquity inakujaga kwako, inahama kwako, inaingia kwa mtoto yako. Inatoka kwa mtoto yako, inaenda kwa mtoto wa mtoto wako. Inatoka kwa mtoto wa mtoto wako, inaenda kwa mtoto wa mtoto wa mtoto mpaka generation ya 5. So you could be suffering today not because of your sin. You are ni mclean, wewe ni msmart, wewe ni okay, hauna kasini. Lakini wewe na watoto wako na watoto wa watoto wako mtakula shida. Ile ingekuliwa na baba yako na grandfather ndio unapambana nayo. Hii shida uko nayo mingi sana nikiwaangalia hapa. Mnapitia mapitio magumu because of what was done by your grandmother or your grandfather. Because ya kauchawi kadogo grandfather alifanya ama grandmother. Na sasa labda mama yako pia alifanya na imekukamatia hapa haraka haraka, you are under arrest. Bwana Yesu asifiwe sana. And if you are under arrest, you are arrested by covenants and the iniquities that were done by your parents or your great parents, or they were kule walikuwaga. Kule walikuwa Murang'a wakati wa Maumau waliua watu. Maumau waliua watu na Home Guards waliua watu. So there is this sin of iniquity. The sin of iniquity ilitendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. And not unless you break the sin of iniquity. Maana wakati Abraham was circumcised, it is the sin of iniquity that was being broken, so that he can make a covenant, a flesh covenant with God. Because the covenant ambayo alikuwa nayo, alikuwa anatembelea covenant ya mababa. Bwana Yesu asifiwe sana. So God authorized him to get circumcision to build a new covenant between him and God. Ndio kukuwe na mwanzo wa maisha. Na ndio kwa maana alimtuma kwa mlima, akamwambia nenda unipatie mtoto wangu. Na sasa ndio covenant is different from the blessing. Hello, there is a covenant of blessings and there is a covenant of longevity. Kuishi maisha mingi ni covenant na Mungu. Kuna familia inaishigi maisha mingi na kuna familia inakuwa na premature death.
Bwana Yesu asifiwe sana. And therefore, so Joshua did as the Lord had commanded, and he circumcised the Israelites at the place called where? Circumcision Hill. Twende verse 4. Ndio tuende tukiunderstand ya kwamba kuna vitu lazima ndio ukubalike katika dini. Ukubalike katika madhabahu kama hii ama madhabahu yako ya dunia hii, kuna vitu lazima ufanye. Ndio huduma yako ifanyike na ifaulu, kuna vitu lazima ufanye. For you to get to that level, upate the blessings, lazima ufanye Abrahamic covenant. Ndio ufanye ukae uishi maisha mingi na ukubalike na dunia hii na ukubalike na mambo ya dunia hii, lazima kukuwe na Abrahamic covenant. Kuna circumcision na kuna kupatiana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Are you getting me? Are you listening carefully? Sasa, when the people of Israel left Egypt, all the males were already circumcised. All the male ambao walitoka Egypt, wale wakubwa, they were circumcised. However, during the 40 years the people spent crossing the desert, none of the baby boys had been circumcised. Also, by the end of the time, all the men who were fighting age when they left Egypt had died because they had disobeyed the Lord. Umeelewa sasa hapo? Wale wanaume wote ambao walikuwa at the age of kufight, yani wanaume wote wazima wote walikuwa already washakufa because they disobeyed. What is this disobedience? Maana mahali unaona wakidisobey, si walikubali kutoka, wakakubali kuenda, wasikiza Musa si wakaenda. Disobedience ilikujia wapi? That wazee, those wazee Musa na wazee wa kanisa wale walifanya resolution, wakasema to suspend circumcision. Hiyo disobedience ilikamata the whole community. That disobedient, because it was done on behalf of the community, on behalf of the entire tribe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna makosa uko ndani yake kwa sababu wazee wa itora ya kwanyu walifanya resolution. Kuna makosa una face saa hii kwa sababu elders wa kanisa hii walifanya resolution, ama wakubwa wa kanisa hii walifanya resolution. Haukuwa na hata ujui, na umekuja umejoin kanisa hii today na unaanzana na shida za hii kanisa kwa sababu kuna resolution ilifanyika na wazee wa kanisa wakitumia manto ya kanisa. Hallelujah. Kuna matabu, shida ambazo unazipitia hazihusikani mpaka na familia yenu, lakini ni za village ya kwenu. Kule village umetoka, kuna wazee wa huko, wa chairman wa huko na treasurer, kuna kitu walifanya kibaya hiyo shamba ya kwenu, na hiyo makosa mnapitia kwa sababu ya hao watu. Na wewe hujui, walinyoga mtu na wakazika, na wewe hujui, lakini kwa sababu walinyoga mtu na hiyo kishamba yenu, na hiyo area hiyo yote shamba tuseme inaitagwa Kiadudu, hiyo Kiadudu yote wale wazee walikuwa mashaman, matreasurer na nini, ile act walifanya inafanya mkule shida. They committed you. It is a sin of commission, an iniquity of commission and omission. Bwana Yesu asifiwe sana. By the end of that time, the men who were all fighting age walikuwa nini? Just as he had sworn, they were not allowed to see the rich and the fertile land that had been promised their ancestors. Hawakukubalishwa kuenda kuona shamba ya nani? The promised land. Hawa watu wote walikuwa age, wale walitoka Egypt wakiwa wazima, wote waliuliwa. Na ni Mungu aliwaua. Hakuwaua kwa sababu kuna makosa walifanya kubwa, ni kwa sababu walisuspend circumcision. That is the reason of killing them. Bwana Yesu asifiwe sana. Na aliwaua wote, akabakisha watu wawili. Alibakisha Joshua na nani? Na Caleb. Hawa wengine including their leader Musa. Na unaona venye Musa alitetea Mungu, alipigania Mungu. They were all killed because of sin of iniquity. Sasa hebu angalia, unaweza kusema ni mtu wenu anakuroga ama ni mtu wenu wako na shida, but you are facing the challenges of sin of iniquity. And this sin of iniquity inaweza kuzuia uweze kubarikiwa, inaweza kuzuia uweze kufika, maana huyu Mungu amewaua. Na unaweza kufa ogesharagia mukoro ginyo kore charity ukore ha ginyo ukora ogesharagia gai gayota koiguaga. Because there is a sin of iniquity that was done by your parents or done by the area ili unakaaka. Iyo shamba, iyo area huko kwenu Geshagi, iyo shamba, the way it was found, venye waliipata wazee wale, ile kafara walifanya, inaweza kukuhusisha kwa matatizo ambayo unaendelea nayo. Na hiyo tunaita the sin of iniquity. Maybe you are facing shida za kwenu na hujui. Na ndio naonaka na watumaga mchaga na wabia enda kwenu niletea mchaga, because I want to address the sin of iniquity. Maana kuna sini iko mingi hija nini?
hija addressiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hija addressiwa. Maana kama sasa ulitoa miba ukasika kwa shamba ya kwenu, kuna mtu amesikwa na he is not known or she is not known. Kwa watu hawajui kama kuna mtu amezikwa, wewe tu ndio unajua, kwa maana ulitoa usiku ukaenda ukatusha kwa choo. Hiyo kitoto bado kinaliliaga, kinaulizaga nie ndaga guthikwo ni kitado aliage. Mimi nakataa kunizika kama sasa. Akiona baba yako amekufa, wenye amefanywa sherehe, wenye amebebwa vizuri, haya anajiuliza mbona mimi sikubebwa, niko hapa mnanikuniaga kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is the sin that will have to be paid for by their children. Watoto wako watalipa hiyo. Watoto wako watabeba hiyo msalaba. Kila mtu, because this baby is crying every day. Huyo mtoto ulimtoa na ukaenda ukamrudisha kwa sababu ukamusika kama ubwa, au ukamusika kama ukahurahuri, ukamusika huko. Kiubwa na kio kikuja, kikadhikolia, kikakuja. Unakuta huko chini kinyama kinakuliwa na huko chini. Kumbe ni ule mtoto wako. Hiyo sin italipwa na wewe na watoto na watoto wako. Hebu imagine mama yako alifanya hivyo. Imagine shosho yako alifanya hivyo. That is why you are facing the challenges. That is why you are crying. That is why you are umenyimwa na dunia, imekukataa na imesema hapana, wewe ilolukaro angania. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wamenyimwa kila kitu hapa kwa sababu you belong to a certain family. Hallelujah. So ndio naonaka nakwambia niletee kamuchaga ya kwenu ndio niweze kuaddress that ka problem. Maana haujui, ndio naonaka nikiomba hapa nasema naomba msamaha wa sini ambao tunajua na zile hatujui. Maana zile hatujui ni nyingi kuliko zile tunajua. Sasa unasema sasa boy, waganu wako na miaka igana. Ulianza kujua watu hawa ukiwa na miaka gapi? Tuseme ulikuwa na 25, sasa hizi uko na 35. Waganu wako na miaka 10. Waganu wa shosho na miaka igana. Waganu waguka ari no miaka igana. Twaganu twakututire twaje kurutira wira. Turaguka no urashugurikiro. Shosho no urashugurikiro. Bado wewe bado hujaanza kushughulikiwa. Sasa unakula shida ya nani? Ya shosho na guka. Na wakati yako faili yako itafunguliwa. Bado continue to sasa usaiyo huko na 70 years. Meno hauna, miguu baka imeenda, unaenda hivi, hutire kedo. Yani unashughulikiwa ukiwa hauna, hata nyama ya kushughulikiwa hauna. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is why we need to address uko nyuma kabisa. Address kabisa. Tuendelee kuaddress kule nyuma kabisa. Ndio by the time tukifikia failo yako, already hakuna kitu inakuuma kutoka nyuma. Sasa unakuta ile mnyama inataka kukukula, ni ile watoto wanakulilia kwa shamba. Hiyo at least tunajua wako kwa shamba, tutaenda tuongee, hata tuwekelee kama msalaba hapo agarao. Afiri ni kama amezikwa. Lakini kama alikuliwa na ubwa, basi matatizo ndio hiyo. Ndio nakuta watoto wako na wale uliweka hai wanateseka. Wale sasa ulizaa, wacha wao uliua. Wale uliua, kama uliua 1980, mtoto wa 1980 ako na miaka gapi? Ako na 46. Kama uliua 1980, alafu 1984 kazaa, mtu wa 84 ako na miaka gapi? 42. Tuseme ni 42. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu wa 42, ule wa 46 ako high in the spirit. Na huyu wa 42 ako high in the body. Sasa huyu wanaedaga. Sasa huyu ambaye ulizaa umemweka duniani anakuaga. Na huyu ambaye ulitupa kwa choo bado in the spirit ako 46. So anaedaga na tebesaga na huyu. Sasa huyu utasomesa, huyu ulipenda akuje duniani, utamsomesa, umepikisha university. Ukifikisha university akishika degree hivi, anaanza kuvuta bagi. Ni hiki kimefanya avute bagi, kinamsubua. Mtoto wako nakuta sasa ameanza kukunywa madawa. Mtoto wako nakuta ameanza kufanya mambo mabaya. Ni hiki kitoto kinataka kumsubua, asifaidike na asifaulu. Maana hata wewe ulininyima nafasi hii na huyu hata faulu. Sasa matatizo mengi unakuta na watoto wako ni kile kitoto ulitoa. Sijui kama Charity kuna kitoto ulitoa. Ninaona kuna vitoto viwili ulitoa. Ni kweli ama ni uongo? Si unaona? Sasa ndio unaona tunasubuliwa na haka kama mtu kako duniani. Kata kusubua tu, maana wale wanamwambia kuja tukunywe pombe, kuja tukule muratina, kuja tuvute bagi, kuja tufanye, maana hawataki na hawatakubali huyu afaulu. Watapambana na huyu mpaka akose kufaulu. Kwa sababu wanauliza, because hiyo wakati ulitoa ni madhabahu uliinua. Na hiyo madhabahu iko hai na inatembea. Na hawa watoto wanakujaga sometimes, unaona umetokelezewa kwa doto. Unaona kijana kinakuita mamu, ni kijamaa kinatosha na sense. Kinakuita, unauliza kwa dotire mwanake munene kujitaka mamu. So kumbe ni yule uliua. Anakujaga anakutembelea kwa doto. Kumbe ni yule uliua.
Ndio huyo sasa amekuja. Tekodora na uru nikuhujia ndirahujia. By the end of that time, all the men who were fighting age, hiyo tumesoma 12 verse 5, please quickly. Verse 5. The sons of those men had never been circumcised, and it was this new generation that Joshua circumcised, the new generation. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao walifanya maneno walikufa wote. Mungu alimake sure amewamaliza wote ndio aigie na jensi. Maana aliona hawa aya nadato warakuria magathiko ithondeka muhiana noge, because they were carrying the Egyptian mentality. Bado wako na that Egyptian mentality. How many of you here are still under the Egyptian mentality? Umewafungua, umewasaidia, umewafanya kila kitu, lakini bado wanakurudisha huko. Baka wanapaka kukumaliza. Unakuta mtu mzima hapa anapaka venye utamalizika. Na ni mtu anakuaga hapa baka umemvalisha nguo ya upasta, lakini bado anakuchorea venye utakufa. Kwa sababu bado ako huko the Egyptian mentality. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee verse 8 quickly please. After this circumcision was completed, the whole nation stayed in the camp until the wounds. The whole nation ate bururi mogima sat in one camp until the wounds zikapona. So wakati God is dealing with you in this transition, utakuwa stagnated. So some of you are stagnated not because you deserve stagnation. You are stagnated because of one thing. God is sustaining you, anakufuga, anakuweka hapo baka ukue upone. Maana kuna mtu mwingine, kwa sababu nimekusugumusia waboi, unaweza kurukaruka huko ukifanya mavituko zako hapa, kube hujapona vizuri. Sika kidogo unaaboka, sasa tunakurudisha hospitali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nila imagine ugithiwe kwa usajari, ugithiwe kwa maundu maria bato ni wabokanire, ulibomoka. Mimi nilikuwa nimebomoka kidogo. The Lord said to Joshua, today I have removed. Today I have done what? I have removed, because you have agreed to be circumcised. Hallelujah. Because you have conducted the conversation between you and God. Because you have agreed to make a new covenant. Because you have agreed to move into the perspectives of God. Then God brings a message to you that today, leo, kutoka leo, nimekuondolea aibu. So there are things that you have to drop. There are things that you have to do for you to be blessed. For you to be blessed by the blessings of any kind of a blessing, wherever you are, whether you are in church, whether at home, whether in business, whether in ministry, there are things that have to happen in your life for the transition of God to happen. For God to come and release the word. Today, I have. Today, nimefanya, nimekubali. Imagine 40 years down the line, there was no covenant. These people were walking without the covenant of God. These were people who were walking just blindly. Ndio unasikia Gilgal walikuwa nazunguka, yani hii Barinea Kadesh, ni Barinea Kadeshi. Barinea Kadeshi walikuwa nazunguka Barinea Kadeshi. Unajua Barinea Kadeshi inatoka wapi mpaka wapi? Barinea Kadeshi inatoka Khartoum, Sudan. Hallelujah. Inateremka mpaka Lodwar. Hapo ndio hiyo mzunguko ya 40 years walizunguka, but hawakujua 40 years, hawajui wale hapa ndio walizungukia. Wanazunguka round for the 40 years wanazunguka hivi, hawakuwa nakumbuka ati haa neto letwagera. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you are blindfolded, you are not operating in the same platform with God. You are not operating in the covenant of God. Because when you operate with the children of God, with the sons and daughters of God, we operate in the systems of God because of the covenant that is created in us by God. That is why our memory will work. So wherever you go, the memory that you have will operate you, it will operate you because God is operating you. That is why victory comes, because we are operating under the systems of God, under the frequencies that God has created in us. So therefore, wherever you move, you are guided, you are empowered, you are powered by the heavenly covenants. Therefore, these children walizunguka. One day I will take you to that mzunguko hiyo yote iko kwa Biblia. Exodus iko between Lodwar hapa Lokchogyo, Lodwar, uzunguke upande mpaka Sudan, mpaka Khartoum, because Sinai siko hapo Egypt, walikuja wakazunguka hapo ndio walizungukia hiyo mizunguko yote. Ndio unaonanga after they got out,
that place became an altar. Hiyo area yote, it became a portal, an altar ya poverty, an altar of slavery. Na ndio unaona mpaka leo kuna kitu inaitwa Kakuma. Haiwezi, UN wamejaribu kuimaliza, haiwezi kumalizika, because that was a portal of slavery. And this is a portal that is in the Bible. Sasa watu wakianza kusema sijui nini, this is a portal. Hiyo Kakuma hamwezi kutoa. Matiang'i alijaribu, wakasema watafukuza watu. Ukienda hiyo, maana nilikuwa hapo juzi, utapata all tribes of the world wako Kakuma. Either they are slaves ama they are working there. Utakuta mtu wa Nicaragua, utakuta mtu wa Korea, utakuta mtu wa America, mtu wa Britain, mtu Muidi, wa China, all the people, plus wa Burundi, wa Rwanda, ma refugee, wate wako huko, wa Kenya, ma refugee, wa Tanzania, wa Uganda, wa South Africa, Sudanese, Ethiopians, they are in Kakuma. Because that is a portal that was created and it is biblical. And nobody can be able to remove it until we have a greater person than Moses to go and cancel it. Bwana Yesu asifiwe sana. Because that is Moses that was the greatest of them when they were going there, when they were facing the challenges. Therefore, mkiambiwa mambo ya Biblia sana, mnakujaka Kenya mnaitafuta. Iko hapa. Sio kama unanielewa mami. Huyu ananiuliza sasa, hii ni maneno gani unapreach hapa? Si sasa umeondoka kwa Biblia. Hata ndio tuliambiwa Roigi anahubiri hana sound doctrine. Sasa ni tuingie physical. Tuingie physical, nikuulize swali. Sinai iko wapi? Iko Egypt. Walisema Biblia inasema waliteremka. Kuteremka ni wapi? Kwa hivyo ni iko wapi? Si waliteremka na Sudan, wakakuja Kenya, wakazungukia hapo Lodwar. Kwa hiyo milima hapo ndio Barinea, Kadesh. For that 8 years were suffering. And that is the Lord said to Joshua, today I have removed from you the disgrace of being slaves in Egypt. The disgrace. Remember Sudan, the current Sudan, mpaka Egypt. Egypt haikuwa na Waarabu. Waarabu wamekuja baadaye. Algeria Waarabu wamekuja baadaye. Tunisia Waarabu wamekuja baadaye. And that was one country. Hakukuwa na hii hapo Mediterranean, hiyo kitu walipasua Suez Canal. It was one nation. So it was part of Africa. And the people who are residing there, they are the Nubians. Wanubi. Ndio unasikianga Nubi. Ukienda kwenye Biblia uone za map zamani, the kingdom of Kush and the kingdom of Nubi. Ndio walikuwa wa Sudanese. Hao ndio walikuwa wameshika watu wa Israeli mateka. Ndio na wao walilaniwa forever, they will never see peace. Walilaniwa, ndio unaona mpaka saa hii wanauana na hawawezi kusimama. Saa hii unaona Kasogo ndio anasaidia kule. Bwana Yesu asifiwe sana. The Lord 20 verse 10 quickly. Nataka kuwafundisha kitu deep leo, kwa sababu ndio utoke kwenye utumwa ambayo uko nayo, lazima understand this principle. The moment you understand this principle, you are able to get out of the chains, the problems, the circumstances that have caused you to be facing the problems you are in now. Hiyo stagnation yuko now, limitation yuko now, rejection yuko now, it is because of this circumstance. While the Israel were encamping at Gilgal on the plain near Jericho, they observed Passover in the evening of the 14th day of the month. In the evening of every 14th day of the month, they walikuwa na Passover. Tuendelee please quickly. Then the next day was the first time they ate food grown in Canaan, roasted grain and bread made without yeast. Turudie hapo kwa pamoja. After the 14 days, mumi understand? After the 14 days of going through circumcision and healing, the next day, baada ya kuingia, entering into now an official covenant with God, they ate food from Canaan. Bwana Yesu asifiwe sana. So there are things that you have to do in life for you to eat the food of Canaan. For you to get to enjoy the blessings of Canaan. There is something that you need to do. There is a covenant that you have to renew with God. There is a relationship that you have to reestablish with God, so that you can be able to eat the fruits of Canaan. They were in Gilgal, they were not yet in Canaan. But walikula chakula ya Canaan. So wherever you are, as long as you've made back the covenant between you and God, then immediately God will instruct the blessing to start now. Come where you are. Because already you have reestablished.
establish the relationship with God. And God said, I will never forsake you nor leave you. Wherever you will go, I will be with you. Whatever will happen, even if you go through the shadow of the valley of death, I will still be with you. So he's saying, even if you are in a valley, even if you are in the shadow of death, if wherever you are, I will come for you. Why? Because I have a covenant with you. The reason you are suffering today, the reason you are facing the challenges that you are facing today, it is because you don't have a covenant. And the moment you don't have a covenant, then you are exposed to outside attacks. That is why you are not covered. And when you are not covered, if your car is not covered by the insurance, if at an accident, nobody will be able to pay you. Nobody will be able to assist you in any way because you are not covered. And in any case, utaanza kulipa madeni. Then verse 12, the manna stopped falling then immediately. Huruma zikaondoka. When you get into the covenant with God, huruma inaondoka. Ndio naona watu wengi wanasema under the ni grace. Kwa neema ya Mungu tunaishi. Immediately you return back to God, huruma inaondoka, unaoperate kama mtoto wa Mungu. Hallelujah. The sequences of life that you are facing, difficulties that you are facing, the challenges, kila siku hapa ni maombi, kila siku hapa ni maombi, niombe apostle, niombe pastor, niombe, inaondoka because now you have a clear line to the heavens. Because you have re-established your connection. You need to re-establish. Niyo masjida zote za kuja kusumbua apostle hapa ziondoke. Now you have the access. Huruma inaondoka. Maana ilikatika. Immediately wali-establish connection yao na Mungu. Maana ikaacha kuanguka. Ile vitu walikuwa napatiwa za bure zikaondoka. Because they have a covenant with God. And Abraham had a covenant with God. Na alimwambia Abraham, your generation, kizazi chako kitatajirika. Kizazi chako kitabarikiwa. Kizazi chako hakitashindwa. Kizazi chako, yani kuna neema ya Mungu alikuwa ameachilia. Lakini wakati maagano iliondoka, vitu hizo viliondoka. Immediately maagano imerudi, vitu zinaanza kutumanwa. Si wewe ukatafute, zinaanza unakuta pesa inakuuliza. Tupatie account, tunataka mahali pa kupumzika, tumechoka sana. Unasikia bilioni 1 inakuuliza, utupatie account, tumechoka kuzunguka huko. Bwana Yesu, na ukikataa kidogo unakuwa threatened. Utaanza kulipa fine kwa sababu ya kukataa account iwekwe pesa. And that is how now when you know you have a covenant with God. Most of us are not poor. Most of us are not at all poor completely. We are just outside the covenant. Mungu hayuko na wewe. You are not operating. You are operating under the mercy. Watu wa neema. Kutoka leo hapa kwa hii kanisa, nisiaisikia mtu wa grace hapa. Watu wa grace waende kwa makanisa ya grace. Hapa nataka watu wanatembea na Mungu. Watu wako na covenant na Mungu. You have to reignite back the covenant. The systems of God zianze kuoperate. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaonanga venye umeweka ka token? Kastima. Kuna mtu hapa wanapigia simu? Hakuna. Haupigiagi mtu hapa simu, ukiweka tong 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 kanalia twi, unaona stima zote mpaka friji unasikia TV unasikia kila kitu unasikia yani hizi vitu zina operate because a covenant yako na Kenya Power umeigarimia. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why you are poor today. You are not poor because you deserve to be poor. You are not poor because you don't have a job. You are not poor because you don't need to have a job. You need a covenant with God. Things will just follow you. Mashamba zitakuja. Unaenda tu, unasimama kama mtu anaitwa Isaka. Just imagine Isaka. Alikuwa naenda Egypt kutafuta kulima. Ndio chakula atengeneze. Akiwa kwa barabara, Mungu akaona hii ni aibu, huyu jamaa anataka kuniletea. Baba yake tulikuwa na maagano. Hakuna siku atakula shida. Akaambia kijana rudi. Kule alirudi Ai na Gibeon. Kule kulikuwa na 6 years of dryness. 6 good years. Akamwambia ndio kalime. Jamaa akaanza kulima. Alipoanza kulima, akaanza kuitisa begu, akanunua begu. Sasa watu walikuwa mpaka anampatia begu ile ingine hata waitisi, maana alikuwa na shida, huyu mogoroki anapanda kukiwa na jua, atavuna nini? Sasa mpaka watu wakamtekea advantage. Tule tu pesa alikuwa nato, watu walikuwa namkuja na mwambia niko na begu gunia 10. Anasema sitaki kununua zote, nataka gunia moja. Kanisa, hapana, wewe chukua, nipatie ile pesa uko nayo. Walimuhusia begu zao zote. God causes your enemy wote wakupatie kila kitu wako nayo because you have the covenant with him. He will cause them walete vitu zote wakupatie mpaka wabaki hawana, ndio ukuje kuwatawala. Maana wakati begu zote ziliisha, maji kapatikana. Akiwa mabego ziko kwa mkono yake, ameshika bego ziko kwa mkono yake, maji kapatikana.
na walikuwa hawana bego. Ilibidi jamaa alime, and the Bible says and the man became wealthy. See rich, became wealthy. Maana aliuzia mpaka serikali na akacontrol serikali. Why? Because the covenant. God is a respecter of the covenant. God is a respecter. Urudi tu kwa Mungu uone, utalala kwa kitanda, unasikia unapigiwa simu kama 8. Doroka, tunakukoja hapa, tuambie, tupatie address ya kwako tukuje. Unaletewa barua ya appointment. Unasemekana unatakikana Nicaragua, uende ukasimamie UN kule. Wanamekulipia baka fare, wamekulipia baka visa, unasikia visa ilitumwa na bahasha ukaletewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you have a covenant, and God is a respecter of his own covenant, and he will never let you down. He spoke to Joshua akamwambia, arise and go, take my people. Kule nilikuwa nimewaahidi. I have a covenant with them that I will take where. So Joshua did not go to Canaan because of him, because God liked him, because he had a covenant 400 years. Bwana Yesu asifiwe sana. Not because of Joshua, not because of Caleb, not because of these people. These people were not entering to Canaan because God loved them. Hakuwa anawapenda, maana ni watu wachafu, walikaa kwa desert wakimsubua akili. Ni kwa sababu alikuwa ameagana. He had a promise with their fathers. Alikuwa na maagano na their fathers. He respected the covenant with the fathers, not with the new generation. Hallelujah. So that is the same thing. You would be facing the challenges of life, not because you have done a mistake, but because your grandfather did a mistake. Hallelujah. You may be poor today, not because you deserve to be poor. In fact, kule biguni najulikana wewe ni tajiri. Lakini kwa sababu kuna murago ya grandfather, unazuiliwa. Zinasema huko atuendage. Kwa hiyo muherega, acha, tumekataswa. Bwana Yesu asifiwe sana. So maybe uko na magari. Iko hapa iko poti. Imekamata na Waarabu pale. No todo muherega wa kwanyu haurajuruhusiwi kuenjoy matunda ya hii dunia. Utakula shida. Acha nikuniangalia na macho baya. Mjue venye ya kumaliza the sin of iniquity. The moment you understand to deal with the sin of iniquity, then you will have removed that caveat ambayo imewekewa kwa familia. Because as long as the caveat imewekewa familia yenu, lineage yenu, hakuna kufaulu. Utaishi hapa duniani, utahubiri mpaka ularukiwe na swali kwa matako. Utahubiri kiatu kiende hivi. Utafanya vitu vyote duniani vinahitajika, but still you are poor. Ujai kuona mhubiri anakuhubiria, anatoa mpaka domeleli, anatoa unabii, na anatoa accurate, unabii accurate. Alafu mkimalizana anakuambia, mtu wa Mungu, ukiniona hivi unaniona. Mimi hata fea sina. Sasa unashindwa, hii kipawa ako nayo, mbona imemnyima? Because kuna caveat. Kule mbele kuna caveat imewekewa. Hawa watu hawaruhusiwi kukula chakula. Hawaruhusiwi kukula matunda ya Kanaani. Na sasa maana imefugwa. Sasa unaangalia, maana imefugwa, lakini bado wewe hujaruhusiwa kukula. Kwa hivyo utaishi na umasikini. Utaishi ukiomba wale watu wako nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. So tuendelee please. While Joshua was near Jericho, he suddenly saw a man standing in front of him, holding a sword. Joshua went up to him and asked, are you one of our soldiers, or are you an enemy? Umeona sasa Mungu ameanza kufungua mavitu. Maana wameanza kuona vitu venye hawakuwa wana vindu vichenjanga. Yani mkona vindu vina nini? Vimeanza kubadilika in a manner that these things, they were not seeing them. Now this is an angel of God. And this man now has come, amekwenda kumuuliza, are you, wewe ni wetu ama wewe ni adui? Hata sasa tunaonana nikiwaangalia hivi, na angaliaga nataka kuona sura zenu nione kama mko pamoja na mimi ama nyinyi ni maadui. Yes. Ndio naona wakati mwingine na kuangalia hivi nikizunguka, maana nataka kusense ama wewe ni adui ama tuko pamoja. 14 please. And the commander, neither the man answered, I am here as a commander of the Lord army. Umesikiaje? I am here as the commander of the Lord's army. Meaning nini? Kutoka leo, you are not going to fight for yourself. The Lord has taken over. Hallelujah. Kutoka leo, a commander has been sent. The power of God is with you. Whatever that has been a challenge, whatever that has been obstructing you, maadui waliokuwa na wewe wamebomolewa. Maadui waliokuwa na kuzuia wamewekwa chini. All your enemies will be dealt with without your knowledge. Hey, sijui kama mtanielewa. Sijui kama tuko in the same platform.
Sijui kama mnaona what I'm seeing. I am seeing this commander in front here. Ninaona huyu mwanajeshi ametumwa kwa ajili ya vita za nyumba hii, kwa ajili ya vita za maisha yangu, kwa ajili ya vita za maisha yako. That whatever that has been a challenge in your life, They have taken over. It is no longer your business to know whether there is an enemy ahead of you. It is no longer your business to know what you are going to eat. It is no longer your business to know what you are going to dress. It is not longer your business. God business. Imekuwa God's business. I am your servant, sir. What do you want me to do? That this kumetuma malaika ambaye atakuita saa wala masekanda ya rabaya. Kumetumwa mtu, kumetumwa komanda, kumetumwa, yani kumetumwa. Sisi kama mnanielewa, kumetumwa ni watu mwomodo. Ani aroka gweta saa. I am at your mercy. I am to be commanded by you. Tell me what you want me to do. Hajaelewa. Sijui hawa tuwapeleke na manga, mkae karibu na mpaka ya Tanzania mvuke. Sijioni mwakielewa. Yaani kumbe message inakujaga ninakupita na unaachwa tu kwa mataa. Ukingojea blessing. Ukingojea blessing. Hallelujah. Hallelujah. 15, come to me baby. And the commander of the Lord's army told him, take your sandals off. You are standing on an holy. Yani, take your sandals off. Metuwe we na yo miuru. Hiyo masengenyo unakuanga nayo. Hiyo usherati unakuanga nayo. Hiyo mavita unakuanga nayo. Hiyo uchawi yako. Hiyo uganga yako. Huo ubatilifu wako. Anakuambia weke chini, maana mahali umesimama. From today this sanctuary is a holy ground. Kama utakuja na vitakataka vako, kama utakuja na ujinga wako, kama utakuja utashughulikiwa, maana the commander of the Lord has come. Ako pamoja na sisi. The commander. Nasikia tu leo kuoboka. Nitavutieni mabawa. Nipe mabawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia, and the commander of the Lord. Hebu tusome pamoja. And the commander of the Lord's army told him, take your sandals off. You are standing on a holy ground. And Joshua did as he was told. And Joshua did as he was told. So mpaka Joshua alireduciwa akakuwa wa kutumwa. When God takes over, he graduates you to a realm that nobody will be able to touch you. You graduated to a special realm that nobody will be able to come and instruct you anything apart. You'll be hearing from the Lord. And Joshua did as he was told by the Lord. Hallelujah. The spirit of disobedience imeondoka. The spirit of disobedience for the last 40 years ikaondoka, na wakaanza kutii Mungu, maana already they have been circumcised. Already the covenant is back, and already God is now speaking. Immediately they got engaged with God. The manna stopped. Immediately they got engaged with God, the commander came. Immediately they engaged with God, the presence of God came. I don't know whether you are getting me. Are you getting me? Sioni. You are about 10 kilometers away from me. Are we together? Are we walking together? I wish you will understand and mark this day. If you are not going to change this day, you will never change. That's what I can guarantee for you, from nothing. If you cannot be able to change today, then you are going to die in the wilderness. And you're not dying in the wilderness. You are dying in the camp, your circumcision. Imagine umekufa, umepita 40 years of suffering. Wakati wa kusakamsaiziwa ndio umemwaga damu, umekufa. Ulipakwa matope, kaenda kama mluya na kawekwa roho. Wakati nilikuwa napeleka kijana yangu akasakamsaiziwa, nilimwekea hiyo picha ya mluya. Nikakwambia tuende sasa, nikakagia kwa gari tuende. The following day nilitaka tu prepare what could happen. Na kwa gari tukiwa tukiendesha, kakaleta ile story. Sasa by the way daddy, yani huyo mtu wale watoto wanadungwa shindano. Nikamwambia hapana. Kumwambia hapana.
kalipiu kalitapika kwa gari, kalinitapikia because of walker. Oh my God. 16 mami. Quickly. Imeisha? Nyumbani. Nyumbani. Yaani hii kitu imekuwa tamu mpaka tumejikuta kule, mpaka tumeingia ndani ya sheka taya na maza. Yaani inakuwa hivyo. Inakuwa tamu hivyo. Because we are free. Mwambie mwenzako I'm free. I'm free financially. I'm free spiritually. I'm free physically. Yes, now maana imeondoka. Mimi si mtu wa kuhurumiwa sasa, ni mtu wa kukula haki yangu. Sasa mimi si mtu wa grace. Grace is over in this house. We are going to eat that belongs to us because we have already the covenant between me and my God. I have a covenant, and this God told me from today I am going to walk with you, and indeed he has sent a commander to be able to walk with me, to walk me with through. Na ameniambia nitoe kiatu, na nikitoa kiatu maana the place is holy, the place is clean. I don't know what else you want. Sijui mnataka Benihini akuja wahubirie. Najua mnaweza kusema huyu ni mtu wa Mogeke na kuhubiria. Yaani kama hiyo hukusikia, hautasikia ingine. Sema amen. Leteni sadaka haraka haraka. Na kwa sababu ya hili neno, wacha niwafundishe sasa. Wacha nina bagi. Weka bagi yako mzuri. This word was tailored for this occasion, for your transition. Kuna neno linaachiliangwa. Huyu mjamaa sasa tuko tumiagana na yeye atahubiri nini? Alikuja kuhubiri kusikia sauti ya Bwana. Kube tumeabiwa ye mahali tuko ni hole. Mtoe viatu. Bwana Yesu asifiwe sana. And to get into such a covenant, because it is a renewal of covenant, you raise up substantial sacrifice. A sacrifice that would transit you from where you are to the new covenant. Iyo nitawapatia bahasha. Muende nayo because you are not prepared. Iyo nitawapatia nini? Uende ulalie bahasha, uweke kwa pilo, uilalie. Uende kwa maombi, uende kwa closet yako, upige magoti hapo, upige uombe Mungu, akwambie ni covenant gani utamake. Because that is what will make your circumcision. Leta hiyo bahasha. That is what will make ile sadaka mutatoa. Lakini this one, I want you to make a transitional sacrifice. Something that will transit you. It is now you to go and do your calculation. What do you want to become? What do you want to become? Now you are setting your own stage. Kama utabaki unataka kukua mtu akamtumia 2 na 50, you make a decision. Umesikia tumeambiwa this is a holy place. So whatever you are going to do, a connection that you are going to do through your sacrifice, it will get connected because you are in the holy place. Uko the holy place. Yani uko where God can communicate. God is communicating with you. And remember the manna imekatwa. Kwa hivyo hauna excuse. Manna imekatwa. So choose to die or choose to live. Choose to remain in poverty because this one, hii word nimezungumza leo, kuna mtu atakuwa maskini. Na kuna mtu ataenda sadi ile nyingine. Kuna mtu wako hapa ataajiriwa na huyu. Na tulisomeshwa pamoja. Tulifundishwa pamoja. Lakini utajipata kwa ng'ombe ukichunga ng'ombe za huyu. Maana huyu aliconnect. Wewe uliwachwa kule nje. Na sababu maana ilikatika. Sasa utabidi nini? Ufanyie huyu kazi ndio upate chakula. Mumenielewa? Kama unajua wewe ni wa hiyo group ya kubarikiwa, come here. Hauna bahasha mpya? Nataka bahasha mpya. Kama unajua wewe ni wa hiyo ya kubarikiwa. Na hiyo lugha ya tumia 2 to 50 na tumia X in this house. I want to see blessed people. I want to see people that are transiting. People that are moving to the next level. Githia tu. No gwendete. Thini wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai akũrathime. Moko maya marathimu. Moko maya magĩe mbeca. Moko maya manyite indo nyingĩ. Moko maya manyite tĩri. Moko maya magĩe na mũci waguo. In Jesus name.
Lete ziko wapi? We mudu wa idhito. Nitoma wa idhito. Umesikia? Goko dikana igwe idhito. Asha, dikana igwe idhito. Mmesikia? Wale wadogi mlikuwa mnatoroka hapa. Mmesikia? Kucheza sasa na hapa. This is a holy. Mbidha nwaiwa? Nwaiwa? Eta mkono, eta mkono. Ni eta mkono. Kweta wate? Kweta ukoko. Shikilia hapa vizuri. Sema Bwana Yesu, nisaidie kutembea na wewe. Nisaidie kukaa kwa jinsi yako. Nisaidie kukaa kwa tabia zako. In Jesus name. Iko wapi? Motire? Yeah? Zidienda wapi? Naona Egypt mentality. Hii ndio naitaka fikira ya Egypt. Yes. Josephine, uko hapa nikupatie 2 ama 3? 3. Kuna mtu hajachukua angetaka kuchukua? Sasa simameni kwa miguu yenu, nataka kukubariki. Simameni tu. Inua bahasha yako juu. Nataka kuibariki. Na kama ungeweza uvue viatu vyako. We are making a covenant now with God. Yes. We are making a covenant. Inua tu juu. Sema, Bwana Yesu, mwana wa Mungu, damu yako ilimwagika msalabani, ndio nikombolewe, ndio nifike Gilgal, alafu nifike Bethel,
nainua dhabihu hii kama chanzo changu cha chemichemi ya mto usiokauka. Kutoka leo nimechukua amri za Mungu, kuzifuata, kutenda na kwa kukaa jinsi nitakavyomrishwa na Mungu. Nimekubali kuishi kwa nyendo zako, kwa tabia zako na kwa malengo yako. Kutoka leo nimejiunganisha na damu ya Yesu Kristo kama covenant ambayo nimevuka kutoka jangwani. Nimetairi na nimepona. Nimerudisha mahusiano yangu na wewe Mungu. Nisaidie, nidumishe maagano haya. In Jesus name. Sema amen. You are blessed from today. You are blessed from today. You are blessed from today. You shall not live by the mercy, but by the command of God. You shall live by the fruits of God. You shall walk the way God wants you to be. Your business will grow. Your family will grow. Your ministry will grow, because you have entered into a covenant with God. You have entered into the renewance of God's association, that God in heaven will never forsake nor leave you. Even if you walk in the shadow of the valley of death, God will never leave you alone. That you shall eat the fruits and the abundance of the love of God. And in whatever you endeavor to do, God will prosper you. He will prosper you in the desert. He will prosper you in the land that is full of stones. He will prosper you where there is no prosperity. He will change your life where there is no change. He will create a well of water in the middle of the desert. He will create a road where there is no road. He will build mansions for you. He will make you prosper, because he has already entered into a covenant with you. In Jesus' mighty name, remain blessed. And now may the grace thank you. God bless you. I've released ile inaitangwa apostolic blessings upon your life. You will grow. You will prosper. You will win every battle. You will conquer every mountain. You will be successful where success has never been tested. You will prosper in your family, outside the family. You will prosper when you go in and when you go out. Your hearts of cattle zitaongezeka, vikapu vyenu vitaongezeka, mifuko yenu itaongezeka. Enemies will never defeat you. They will come in one direction, but they will be dispersed in 7 directions. That whatever you endeavor to do in your country and in a foreign country, you shall grow. You will be favored. You will be favored by both men and God. In Jesus' mighty name. Amen. That's the tennis sadaka zenu. So this one I want it on Sunday. On Sunday. Nataka uilete on Sunday. Utailete kwa mikono yangu. We shall do a special service whereby tutafanya kitu inaitwa hii ya kukula mkate, mnaitagaje? Holy Communion. Inaitwa Holy Communion. Sasa Sunday utakuja na hiyo kama sacrifice. Wakati tunakula Holy Communion, sasa utaleta hiyo. You make a covenant by the blood of Jesus Christ, and your life will never be the same again. Simujipigie makofi jamani. Hallelujah. Hallelujah. Can I tell you from today, the love that will exist in this house, you've never seen it. And many more people will come from all over the world, will come looking for this altar, because it has been turned into a well. God was waiting for that association between you and them. Na kizima kimechimbuka maji hapa. Watu watatoka mataifa na mataifa, they will come from all over the world. Watapigania hapa. Na kuambia kuna siku wewe Charity, utakutana na watu wageni Waganda wanakuambia, huwezi kuona apostle. He is busy. Waganda, Warundi watakwambia hivyo. I'm telling you, don't joke. Don't joke. Oh. This thing is happening, and it has started happening today. Bwana Yesu asifiwe sana. Just raise this covenant. Tolea sadaka is a sacrifice. Usome Genesis 22. And God, after these things,
After what? Hii machallenge tumekuwa nazo. God tested Abraham. Akamwambia, give me your son. Give me what? Your only son Isaac. And number 3, whom you love. So that is the condition of the sacrifice you are about to give. Give me your son. Your only son Isaac. Whom? Yes. Take him to Mount Moriah. In one of the mountains that I will show you. Bwana asifiwe sana. Sasa hapa niho mtu adia wetu wa Kalimo. Hapa ndio mtu anataka kuvuja Kalimo. Yani just do it from your heart. Pray for it. Hii siku 7 uiombee. Ambia every obstacle in your life, every spirit of darkness in your life, every challenge that has always challenged you, whatever that has been against you, speak to it. When you come and lay that sacrifice here, you will see demons running. Bwana Yesu asifiwe sana. You will see demons doing what? Running and they calling you name. Oh, you forgive me. I have been in your life for the whole life. Forgive me. Nazitoroke. Hapa sitaki maskini. Umenisikia? Hapa sitaki nini? Sitaki kuona maskini hapa. I want to see people driving Mercedes Benz. I want to see people driving Range Rovers. Si kukujaga hapa baka ukifika huko vumbi ndio tunafagiaga pale. Maana ile vumbi ulikuja nayo ni miki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni uko hule tioze. Uko hule. Sitaki. Nimekataa. Refuse to be poor. Hallelujah. Refuse to be poor. Refuse to face these challenges of life. I am supposed to eat the fruits. Kutoka Kanani nikute. Iliwakuta Gilgal. From Kanani matunda ililetwa. Ninaachilia hiyo matunda ya Kanani ikuje kwenu. Na si ya Singapore. Endeni nyumbani sasa. Aya. Hamtaki kuenda? Mnasikia tuendelee? Tunaendelea na nini? Alinyo. Nilikuona hapo nyuma. Kuja salimia watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Chukweni hiyo, doeni hapa. Doeni haraka. Azili yaguka. Nitaweka yangu, nipatie tu. Kuja tu mtu wa Mungu. Ukata. Yeah. Naona notorakula. Naona bado tunaendelea. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Simpigie apostle makofi mazuri. You know, that kind of message nimepata, kama ningelijua bado wako hapa kianza ningekuwa hapa mapema. It is only that I was not sure that if I'll get him continuing that message. And apostle, I will wish to hear that message more again, fresh. Kama iko life nitapata hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Now mimi ninaitwa Bishop Josiah Alinyo, zaidi ya yote nimeokoka. Ninahudumu na kanisa inaitwa Jesus the Most High Ministries. Na apostle ni rafiki yangu, tumetoka naye mbali. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na nafikiria mimi ndiye naweza sema mimi ndiye nilikuwa mhubiri wa kwanza kusimama katika jukwaa lake la kwanza akihubiri. And I say what I'm saying because my friend behind there, Bishop, kindly come. He's a bishop from Nigeria, a friend of mine. I wanted him to meet the apostle. That's why we came. Now, I was saying that I want to believe I was the first bishop to minister on this altar, the other side at City Stadium. When many other servants of God, they did not believe if he is born again and if he can preach. Bwana asifiwe. But this far, we can testify of what God is doing. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We can testify of what God is doing. And now, we are a very strong army. Amen. Amen. And Apostle, I'm proud of you. Thank and you. I'm grateful to see what God is doing. Yes. Amen. Just allow me to hug you. Yes. Thank you, man of God. Yes, asifiwe. Yes. And those who are Kenyans, they understand why I'm saying on that. Amen. Amen. And so today, I came with my friend. I wanted him to meet the apostle. This is Bishop Dr. Innocent Akubaya from all the way in Nigeria. He has been ministering in my church and also in our sister churches for the
3 weeks ago, and also God is using him in a mighty way. He's a very well-known person in Nigeria, and I'm very glad to allow him, with the permission of Bishop, Yes. just to say hi to you. Yes. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Apostle, I want to appreciate God for seeing you today. Actually, I've been hearing about you, and He has spoken good of you to me. I said today I must come. We didn't even know that you're having a new program. Where I said, we are from somewhere. After I preached this morning somewhere. So I said, take me to that man. Let me go and see him. Sincerely. So, Welcome. thank you, sir. Welcome, So, sir. As I was just coming, when we went up. I said, you don't know the place again? Don't you know? It was the security person down there said, no, you are here. Yes. I told him, let's go to that and see this man. He said, you will not be here. I said, my spirit tells me, let's go. And today I was, when you were preaching, I was just looking at you. I said, okay, this one is a Nigerian, no? The way he's speaking. So I was just telling him, I said, this is a Nigerian man, not a Kenyan. But I'm just very, very happy. I'm just very, very happy. And you were dishing out the word. You were, exposing the scripture about altars. And I believe, because this is what is the problem of Africa, altar. If we can be able to break out of it, we will triumph in victory. Altars. A white man doesn't have problem with altar, but we blacks, we are. Do you know why? When the time comes, we will tell you. Amen. It started from, what's his name? It started from the Old Testament. And it was Ham. You understand the Yes. Bible? Ham. So we understand these things. We understand all this. And I want to say to you, kudos to you, sir. Thank you. May God continue to increase you and bless you. Now I've seen you, I am satisfied. Thank you. May God bless you. Amen. May Amen. God increase you. Amen. May God fulfill every word He has spoken to you in the name of Jesus. Amen. You are rising. You are not going down. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you very much. Thank you. So thank you so very much, Apostle. Yeah. God bless you. We are still here. Yeah. You're still here. Thank you. So nimetabiri sahi watakuja kutoka mataifa yote. Hata kabla hatujatoka wamekuja kutoka mataifa. That is our God. That is how God operates. When you break the yoke and when you break these altars that speak in our life, we are going to be free. This mind, slavery mind hii ya kukaa na utumwa hapa, it has been broken. And let us walk like so. Let us walk like the servants of God. People who are victorious. Because coming out, there is this reggae man. And is it alikuwa naitwa nani? Is it Yellow Man or this Bob Marley? I don't know whether it's for Yellow Man. Emancipate yourself from mental slavery. Who is this? Who did this song? Ni Bob Marley? So you are those guys, huh? Hallelujah. Hallelujah. Yes. He said, emancipate yourself from mental slavery. None but yourself can free your mind. Hallelujah. Because none of them can stop the time. For how long shall they kill our prophets as we stand aside and look? We must say no. They are not going to kill our prophets anymore. We are here to liberate Africa. We are here to liberate our lives. We are here to liberate. The revival has been placed in our hands. It is our time to do it. It is our time. We must not let down the idea of God, because the idea of God is Africa to be liberated, because Africa is the crown of mankind. It is where God started. Do you know what? Do you know what? If you ask Professor there, where is she? Professor, Oxford, yeah. If you ask Professor, she will tell you God lives in Kenya. God lives in Africa. And then he goes sometimes to visit Europe.
Like now he's not in Europe. Right now I'm telling you, the temperatures are -10. Snow. Everywhere is snow. There is no life. From January until today, they are wearing 25 kgs of clothes. Moving, you see, like this woman came here December, she has refused to go back. Because there is no life there. Again, you live alone. You have no companion. You can stay 3 months without nobody talking to you. We don't know your neighbor. You don't know. Here you can stay a day, 2 days a week without working, and you earn, and you are eating, because this is where God lives. Then he goes sometimes to go and visit them. Then he will come back. Why can't we embrace our God? Because he's with us. Hallelujah. He's walking with us, and he's living with us, and there is nobody can change that. Hallelujah. Hallelujah. Can I hear a good amen? Can I hear a good amen? Listen. I want people in Lagos to hear. Can I hear a good amen? Thank you. Now, rise up with us for Jesus. Let's now get going. Let's go crazy. Yes now. Yes now. Yes now. Yes. No, mwachilie tu. Yes now. Yes. Yes. Yeah. Come on. Take it. Chukua baraka zako. Chukua mizigo yako. Chukua baraka zako now. You are free. In the mighty name of Jesus. You are free. Wewe umepokea. Haya, twende kazi. Chukua kitu peleka kando. Baba. Mungu wangu. Nataka nione hiyo kwa imeanguka chini. Mungu wangu. Mungu wangu atanipigania. Alinyo. Kujeni hapa. Mungu wangu atanipigania. Yes. Sit there. Nitaenda ng'ambo washangae. Nitaenda ng'ambo washangae. Nitaenda ng'ambo washangae. Nitapanda ndege washangae. Watasema nimebarikiwa. Watasema nimeinuliwa. Watasema nimeinuliwa. Nitapanda ndege washangae. Watoto wangu watabarikiwa. Watoto wangu wataenda ng'ambo. Watoto wangu watatajirika. Watasema nimeinuliwa.
mulina wanje Yesu mulina wanje Yesu mulina wanje mulina wanje Yesu mulina wanje Yesu mulina wanje mulina wanje mulina wanje Yesu mulina wanje mulina wanje Yesu mulina wanje mulina wanje Yesu mulina wanje Yesu mulina wanje sai mulina wanje Yesu mwana wa Nyasaye, Yesu mwana wa Nyasaye, Yesu mulwanda Yesu mulwanda Yesu mwana wa Nyasaye, Yesu mwana wa Nyasaye, Yesu mulwanda Yesu mulwanda Yesu mwana wa Nyasaye, Yesu mwana wa Nyasaye, Yesu yaonya balwale, Yesu yaonya balwale, Yesu mwana wa Nyasaye, 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 Yesu mwana wa Nyasaye,
imani isimame, nipande milima yote. Bwana uniinue, kwa imani nisimame, nipande milima yote. Ewe Bwana unipandishe. Bwana uniinue, kwa imani nisimame, nipande milima yote. Ewe Bwana unipandishe. Bwana uniinue, kwa imani nisimame, nipande milima yote. Ewe Bwana unipandishe. roho anga, roho 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 Mami ananga,
Najua Bwana atatenda hata kama itachukua muda. Najua Bwana anaweza. Najua Bwana atatenda. Najua Bwana atatenda hata kama itachukua muda. Najua Bwana anaweza. Oh, najua Bwana atatenda. Najua Bwana atatenda hata kama itachukua muda. Najua Bwana ataweza. Oh, najua Bwana ataweza. Najua Bwana ataweza. Oh, hata kama itachukua muda. Najua Bwana ataweza. Oh, najua Bwana ataweza. Najua Bwana ataweza hata kama itachukua muda. Waliotubu twende, 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 waliotubu twende, 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 waliotubu twende, 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 waliotubu twende, 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 na kanisa twende, 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 waliotubu twende, 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 waliotubu twende, 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 waliotubu twende, 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 waliotubu twende. Wenye dhambi bai, bai bai, 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 waliotubu twende, 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 na kanisa 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 twende, twende, twende. Oh, amba, oh, amba, oh, shuka, 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 oh,
Bwana unijaze roho niweze kumshinda shetani. Baba 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 unijaze roho niweze kuyashinda magonjwa Baba. Baba unijaze roho niweze kumshinda shetani. Unijaze roho na shetani. Baba unijaze roho niweze kumshinda 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 shetani.
Weka tu ngoma peke yake. Twende. Ngoma. Mikono juu. Haya.
Fanya hivi. 2. Ikifika ya 7 utapokea kitu. 3. 4. 5. 6. 7. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We glorify your name. We thank you for the grace. Yes. We thank you for the love. Yes. Thank you because you have commissioned us from today that we are no longer going to operate in grace, but you are going to communicate with you through covenant. That God, you are going to look at us through a person and a God that has a covenant. Yes. That you are going to bless us because we have a covenant. Yes. That you are going to anoint us because we have a covenant. Yes. That you are going to defeat all our enemies because we have a covenant. Yes. Father in heaven, I know you are a fulfiller of the covenants. Yes. And you are going to fulfill these. And you are going to release these mantles to everybody. Yes. That from today, our lives will never be the same again. Yes. Thank you for the release of these gifts. Yes. Thank you for the release of these Holy Spirit gifts. Yes. Wacha zikuje sasa. Yes. Anasema miachiria vipawa. Yes. Vipawa za kunena na ndimi. Vipawa za kuona. Yes. Vipawa za kuombea watu wanapona. Yes. Zimeteremuka sasa. Yes. Ndio hiyo inashuka. Yes. Ndio hiyo inashuka. Yes. Ndio hiyo inashuka. Yes. Receive it now. Receive. 1, 2, 3. Receive. Imeshuka. 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 Pokea, pokea sasa. Pokea. Yes. Yeah. Yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh, we serve the Lord. We serve Jesus. We are oh so sure. Thank you. Keyboard, thank you. Father, we glorify you again. I thank you and I honor you because you are Lord. Wewe ni Baba, wewe ni mlinzi, wewe ni rafiki, wewe ni mpenzi na kushukuru. Hakuna Mungu mwingine wala kuna kitu kingine ambacho kinaweza kulinganishwa na wewe. Mamlaka yote ya mbingu na dunia ni yako. Asante kwa wema na utukufu na faraja zako. Baba, tunakushukuru. Asante. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.